Ni gorofa, taa zote zimezimwa, alafu kuna sehemu moja tu inawakata. Ile mimi nasema ni beka huyo yuko ndani. Kwanza tunataka tukubaliane, keki ni biashara. $20, si ndio? Haya, $20 yangu naipokea shoot, nasema wow. $20 yangu yote ni nyingi. Maana sasa wateja wanatakiwa wafahamu bei ya keki ya fondant na keki ya butter ni tofauti. Sasa nikimpelekea mteja nataka kumwambia mteja don't judge a book by its cover. Hakikisha kila kitu una note down ili usiweze kujipunja wewe. Maana uweze ukai price keki ya fondant kama ya butter cream. Mwambia bei tofauti. Hii ukamwambia shilingi 50,000, hii ukamwambia 50,000, anaanza kulalamika. Ndio hivyo, huwezi kuremba keki ukiwa umekaa. Jamani, wateja. Mnakujaga na bei zenu, mnatukosha. Kwa uzoefu wa beka nikiangalia hii keki ni ya kilo 1, alafu unaniambia una 10,000. How? Where? When? Tapeli mkuu. Hivi keki unasikia kweli? Keki gani keki ya 15 hii? Unatuzungumza. Naona hapo to discuss. Keki inaweza kuwa bargain kweli. Sorry, kuna influencer mmoja aliniapproach. Anasema na birthday nataka nitengeneze keki ya ngazi moja, lakini nitakutag. Nikipost nitakutag. Yaani samani mtengenezee bure. Yeah. Ngoja tena ya mwisho. Unataka kwani kujua flavor au unataka tuendelee kujua? Mbona umeruka? Kuna kitu unakitafuta Kuna karanga amenivutia huko. Okay. Let me go for pink. Ni flavor gani pendwa itawini? Unayo chance ya kuwin keki ya bure kabisa ukiwa una guess flavors ambazo tumetengeneza. What's up Beka Stock family, karibuni tena kwenye episode yetu tamu, episode ya 3. Uko na mimi Beka mwenzako Lauren au Lolo Cakes, na mimi Maureen ama Delights by Momo. Mimi Ana au Tamarina Cakes. Inawezekana leo ni mara yako ya kwanza kutufuatilia wala hujachelewa. Na leo tuna mambo mazuri sana ya kukupa na kujifunza. Tutapiga zile story ambayo ni real bila filter. Real stories ambazo hujasikia popote. Anything about baking tutazungumza hapa na kitakuwa kina ukweli mtupu bila kuweka longolongo wala maneno mengi. Karibu sana. Yes, of course. Na leo tunazungumzia topic ambayo ni real. Je, bei ya products zako ambazo unazibake ni ngapi? You as a baker, how do you price your products and how do you know your worth as a baker? Na kwa kwanza tuanze kuangalia ni kwa nini inakuwa ngumu kuprice bei ya bidhaa zetu, iwe ni keki au mandazi au chochote tu kile ambacho kinahusiana na baking. Kwa nini inakuwa ni ngumu? Naona changamoto ya kwanza kabisa kwa nini inakuwa ni ngumu ni ile hofu. Mtu anaona kwa mfano kwenye keki, mtu anaona ikimwambia mteja keki ya kilo 1 labda ni 80,000, mteja yani atashtuka, kwa nini 80,000? Yani ile hofu ina TV ndani. Hiyo keki inakuja yenyewe, sio yani vitu vya namna hiyo. Kwa kuna ile hofu kwamba mteja atanionaje hivyo. Na pia kingine ni kuna baadhi ya bakers nimekutana nao anasema mimi napikia passion bwana. Kama tu ni imetokea najua kubake, unajua kuna wengine anazaliwa tu unajua kupishi ni kama yani iko kwenye damu. Kwa naona okay, kwa sababu ni passion yangu, kwa nini ni wachaji watu bei ghali? Kama ni biashara. Haichukuliwi kama ni biashara, anachukuliwa for passion. Lakini unajua tunachoka sana mabakers jamani. Mimi kuna mimi mmoja nilikutana nayo, ni gorofa, taa zote zimezimwa, alafu kuna sehemu moja tu inawakata. Ile mimi nasema ni beka huyo yuko ndani. Kwa sababu woga tunakesha. Chukulia mfano mtu ambaye anasambaza vitafunwa katika maofisi asubuhi, ambapo saa 1 kamili vile vitafunwa vitakuwa viwe mezani kwa watu wanakunywa chai. Anaamka saa ngapi? Anaviandaa saa ngapi? Na watu huwa wana complain, mbona sio cha moto? Mbona sio kimefikaje? Watu wanataka fresh every day. Ile fresh every day kuna somebody kule ameamka, ameviandaa, ameamka saa 9, amekanda unga, ameweka mandazi, ameweka mikate, yani ni hectic. Hapo mtu anakuja ana complain, hicho ni 2,000, sisi cha 200, cha 500. Kwa anakuta appreciate. Sababu beka ana hofu ya ku overprice. Yeye anaweza akaona ni overprice, lakini ni vitu vingi vinaingia mule ndani. Ni zaidi ya ile product unayoiona. Ni mapenzi yamewekwa mule ndani.
Ni mtu amesacrifice usingizi. Na unajua usingizi wa asubuhi jamani. Kuna ile namna unashindwa kuamka. Lakini bakers salute. Lakini mostly naona inasababishwa na wateja. Yaani kama alivyosema Lolo kuhusu uoga kwamba unapoweka bei yako mteja atanionaje. Kwa sababu unajua kuna wateja wengine anakuambia jamani keki yako ni tamu, ni nzuri, nimeenjoy, lakini hiyo bei ni ghali sana. Sasa unajiuliza, asante kwa compliment, lakini sasa hiyo utamu unaoona haikutokea tu by accident. Lazima kuna effort nilifanya, kuna mbwembwe nilizitumia, kuna muda ambao nilitumia mpaka umeipata hapo, alafu alafu unataka tu ni price bei ambayo wewe unao kichwani kwako unaona ndio ina fit kwa kitu ambacho umekipurchase. Hapo unajua kuna courses umeupgrade. Unajua kujifunza kuishi. Leo unaona kuna online course imetangazwa, una join, ni pesa hiyo inatumika. Labda uliinvest kwenda darasani kabisa, ni pesa hiyo inatumika. Kuna mtu anajifunza hata ile somo la pricing ni course kabisa, mtu unabidi uende ukasome. Kwa hiyo ukiona product iko mezani, yani unajua kuna vitu vingi viko involved. Na hii napenda kuongea na pande zote mbili, wateja pamoja na waukaji wenyewe. Watakuwa wajue kwamba kuna vitu vingi viko involved, kwa hiyo I learn to appreciate. Na namna nzuri ya appreciate baker ni kumlipa vizuri. Ili kesho muone, muone leo alikudelivia kwa kutumia baiskeli, kesho apande aende bodaboda, bajaji, gari. Because at the end of the day what we are doing is business. Whether it was for passion, whether it was for just kutengeneza hela, lakini at the end of the day tunaangalia profit yetu tunapata wapi. Kabisa. Yaani lazima tunaangalia na upande wa pili. Sasa hivi tuweze kuangalia gharama halisi za product zetu za baking. Kwa mfano keki. Kwanza tunataka tukubaliane keki ni biashara. Kwa sababu ingredients tunazotumia kutengenezea keki ni gharama. Kuna unga, kuna siagi, kuna vanilla. Na kwenye hizo unga bado kuna classes. Kuna unga kwa wapishi wa keki tutakubaliana, unga wa PPF. Kwamba unataka kupika keki nzuri unatumia unga wa PPF. Lakini wateja wetu wanajisahau kwamba unga wa PPF unatofautiana bei na ule wa kawaida. Kampuni nyingine pia wanatengeneza, kuna ule unga special kwa ajili ya keki, special kwa ajili ya mikate, special baker's flour, kuna self rising flour. Bei yake ni tofauti kidogo na unga wa kawaida ambao tunatumia majumbani. Kwa hiyo katika kuset price lazima uangalie kuna tofauti ya unga kwa mfano wa PPF na unga ule wa kawaida. Na kwa hapo kwenye ingredients kuna vanilla pia. Unaambiwa kuna vanilla zingine za South Africa, zingine zimetengenezewa wapi. Kwa hiyo hizo zote zinatofautiana bei. Kwa lazima kama baker uweze kuconsider namna gani. Hata kwa mfano baking powder pia zinatofautiana kwa brands. Kwa mfano kama wapika mandazi kuna baking powder unaambia bei inaumua zaidi au hivi au Taamira nini. Kwa hiyo wakati tuna set price tusisahau kuangalia tunatumia ubora gani ili tuweze kutofautisha kwamba ubora ule wa kama ni umenunua ile bei ghali zaidi usio ukajilimit kama na mtu ambaye ananunua ya kawaida. Au hapo unajua kuna ile pia bata waga zinatofautiana. Kuna in fact kuna bata na kuna margarine. Kama mtu anataka keki ambayo inatumia ile bata the real one, huwa ni bei yake imechangamka kidogo. Yaani unakuta labda mfano kilo moja ya margarine ni shilingi 10,000 let's say, lakini ile ya bata inaenda mara 2 hata mara 3 zaidi. Au unakuta bei ya sukari. Bakers wengi wanapenda kutumia ile sukari nyeupe. Na sukari nyeupe kwanza ni adimu kupatikana, lakini namba 2 ni gharama kuliko hii sukari ya kawaida ambayo inaleta mvuto zaidi na boresha keki yako. Kwa hiyo zile gharama zinazoingia mule ndani ni vitu ambavyo ni vya kuangalia kabisa kama ulivyosema. Hata useme labda upande wa mayai au ingredients yote ambayo inaingia. Yaani usijipunje kusema kwamba hii sijui kidogo sijui nini kama vile ulivyosema mwanzo fashion no. You have to think like a business person. Na pia kwenye packaging sasa hivi kuna aina mbalimbali za package. Kuna mabox yale ya kawaida tunazoea kuyaona, kuna yale ya transparent. Kwa hiyo kama wewe keki zako unaweka kwenye box lile la transparent, usije ukajiprice sawa wakati unapanga bei zako sawa na yule ambaye anaweka kwenye zile kawaida za mabox. Maana moja kwa moja utakuwa umejipunja. Ndio? Kwa hiyo lazima yani uwe makini na hizo details. Usione
basi tu tufanye nimewafanyia kama nyongeza. No, tusifanye hivyo kabisa. Na ndio maana mimi huwa nikiwa natengeneza bei yangu halisi ya product zangu huwa naandika kila kitu kwenye notebook. Yaani kuanzia ingredient ya kwanza mpaka ya mwisho na note down moja baada ya nyingine. Hata ile transport ambayo nilitumia kwenda dukani kununua hizo. Maana saa nyingine ingredients zingine ziko huku, hii hapa iko huku, nyingine iko huku, kwa locations zinatofautiana. Kwa hiyo zote hizo nazi note down kwenye notebook yangu, alafu naenda kuongezea na markup ambao ndio itakuwa sapo na utajua nimeongezea kiasi fulani kwa ajili ya kujilipa mimi. Kama tulivyosema, baking is a business. At the end of the day nategemea nipate profit. Si ndio maana yake? Kwa kama nimetumia product, nimetumia 20,000 for example, nimetumia 20,000 kutengeneza keki yangu. Lazima nitaongezea 5,000 au nitaongezea 10,000 kwa ajili ya mimi mwenyewe kujua jinsi gani najilipa muda wangu, najilipa efforts zangu, najilipa na hata nilivyoenda darasani kama ulivyosema dada Ana kuanzia mwanzo. Alafu mama hapo umenikumbusha kwenye gharama za kwenda kufuata ingredients zako. Kuna gharama nyingine huwa tunachukulia poa, tunazisahau. Kwa mfano, umepika keki, kuna gesi umetumia, kama unatumia jiko la gesi au kama unatumia jiko la umeme, kuna units pale zimeenda, usizisahau. Kuna maji yale ambayo umetumia kuoshea vyombo vyako, tunasahau. On top of that, sabuni. Tena sabuni ambayo unatakiwa utumie ni sabuni ambayo iko strong. Whether ni sabuni ya unga, sijui ya maji ile ya kuoshea vyombo, au kuna zile sabuni ambazo ziko strong kutoa zile uchafu wote ambao ni. Hapo nimesikia umeongelea gesi. Hata maji ya kuoshea vyombo utabandika kama ni kwa kwenye jiko ya moto kidogo, ndio inakuwa inakurahisishia kazi. Vitu kama hivyo watu tunavisahau sana. Tunasahau pia kuweka gharama za uchakavu. Gharama za uchakavu au maintenance wanasema. Unatumia mashine, zinatumia umeme, zinaweza zikaharibika at any time. Je, ikiharibika mashine yako leo, unaenda kununua mpya, unaenda kutengeneza, na hiyo gharama ya utengenezaji inakuwaje? Umerent sehemu, rangi zinachakaa zile pale ndani, taa zinaweza zikaungua, maintenance fee unaiwekaje? Hata kama unapika nyumbani, uchakavu bado upo. Jiko unalotumia, vifaa unavyotumia, kuna muda vitafika havina kazi tena, inabidi uvireplace. Utarudi kwenye mtaji wako wa mwanzo, utaraise upya, au ni kule kwenye zile gharama. Kwa hiyo kuna percent ndogo tu unaweza ukawa unaitenga katika kila product unayoitoa. Kama mfano tuliotoa wa keki, kama keki yako unauza shilingi 50,000, basi toa hata shilingi 500 ya maintenance. 500 ya kwanza ikijidunduliza na ya pili na ya tatu na ya nne, siku kichoko kusema kwa mwezi umeuza keki 50 mara 500, hauna hasara yoyote. Unajua utapiga tu simu moja utafanya maintenance. Na pia vitu haviharibiki kila wakati. Kwa hiyo ni vizuri kweli tutenge hiyo pesa mingi. Kwa hiyo nadhani hiyo gharama ya zile wanasema indirect cost inabidi tuziangalie sana, tuzizingatie pia katika kupresi keki zetu. Na pia umezungumza kitu kizuri pia. Bakers wengi sana waga tunajisahau, hatujilipi. Tunauza product zetu afu tunajisahau kwamba sisi ni wafanyakazi katika kampuni zetu. Biashara yako ya keki na wewe ni vitu viwili tofauti. Wewe ni mtu, a natural person, na ile ni entity, ni business. Kwa hiyo inabidi ujitenganishe. Utenge kiasi fulani hichi najilipa. Nacho unachojilipa sasa ndio unaweza kufanyia matumizi yako binafsi. Ukanunua mafuta Glow, ukanunua gauni nzuri. Ngoja nikupe mfano hapo. Nimetengeneza mandazi yangu hapa, vipande vyangu vya mandazi 100, nimeenda nimeuza 200, nimepata shilingi ngapi? 20,000, si ndio? Haya, 20,000 yangu naipokea, nasema wow, 20,000 yangu eti ni nyingi. Unataka utoe hapo hela unga, mafuta, mkaa, sijui nini, yaani kila kitu, alafu kile kinachobakia sasa baada ya kurudisha ule mtaji wa mara kwanza wote ndio unakuwa cha kwako. Ndio tufikiria na kununulia kijora yote. Kisha anapata oda ya keki, anabaki anatoa macho. Hii biashara ina faida. Ula mtaji ulikuwa mtaji na faida yako yote. Na hela kununua ingredients ya kurestock umekula. Hivi mtakutana na kisanga cha kwamba unatengeneza keki unaona wow nimepata faida 500,000. Yaani zile hela zote. Alafu sasa unasema ngoja nikanunue nikarestock. Unaenda unabakia na shilingi 2,000. Unarudi. Sawa, vitu umevinunua lakini hela una. Lakini kumbe ukuprice vizuri, ulitakiwa utenganishe. Mimi nafahamu kuna watu ambao wanatoa kozi, wanatoa Excel za pricing. Kwa hiyo ni kitu ambacho unaweza kujifunza. Sasa hivi inawezekana hauprice vizuri, lakini ni kitu ambacho unaweza kujifunza. Turnaround inaweza ikafanyika muda wote. Kwa at the end of the day, wewe kama baker au wewe kama
wewe kama baker wa chochote kile, mandazi, mkate, keki, make sure unajua your worth as a baker. Yani make sure kila unachokiprice usijisahau wewe, usijitenke. Wewe ni mfanyakazi katika kampuni yako wewe mwenyewe. Hiyo ni ofisi umepangisha sehemu, wewe ni home baker, yani usijisahau. Unapinda mgongo, unainama, unafikiria, unawaza ni yake design gani, ni package design gani ili mteja wangu aweze kuvutiwa. Kwa kwenye hilo swala usijisahau jamani mabeka. Dear baker, ni jinsi gani sasa unaweza kupanga bei zako ili usimbane sana mteja wako na usijidhulumu wewe mwenyewe kama mfanyabiashara katika kampuni yako. So, let's talk about for example wedding cake. Unajua wedding cake zinakula muda sana. Una wedding cake zingine unatengeneza hata siku 2. Unakumbuka ile wedding cake tulipeleka siku zile kwenye ile hoteli White Sand Beach? Which wedding? Sababu siku ya kwanza yote tumeandaa. Yaani ile siku ya kwanza ilikuwa kuandaa tu. Siku ya pili ndo decoration, manini, tunakimbizana, hichi hivi, hichi kile. Alafu yule bibi harusi alikuwa very complicated. Yaani anabadilisha designs last minute. Imagine. Unaweza kubadilisha hapa tukaifanyia hivi. Au nibadilisheni maua kwa sababu maids wanavaa hivi basi maua. Bibi alikuwa hajajipanga mwanzoni, na kati mwanzoni details zake zilikuwa very clear, lakini tumieni picha stage mliofika. Kwa nini mnapenda kuchukua picha hata kitu hakijamalizika? Mtaweka assurance kwamba keki yangu imeanza kwenye Alafu pia kuna huo muda ambao tunautumia kutengeneza tukiwa bakery. Alafu kuna ule muda kwenda kufanya setup ukumbini. Yaani kuna kukaa. Kwanza umesahau kuna ile heka ya delivery kabla hujafika ukumbini. Kama unakumbuka siku zetu tulikuwa na usafiri, tumeoda usafiri wa mtandaoni. Umekuja ile gari la mtungi buti imejaa. Kitu cha mbele akirudi nyuma. Niambia I'm sorry basi to cancel, tuagize XXL. Hazipo in reach. Mpaka kufika ukumbini kwanza mkono ulikuwa umekufa gani? Unatembea na keki umeihold hivi. Ukipanda unaruka nayo. Kwa hiyo this is very very hectic jamani. Ndio maana asa zote hizo alafu mteja anakuambia mbona gharama kubwa hivyo. Unajua kama beka anaikuwa hauna usafiri maalum kusafirisha keki zako au bidhaa zako inakuwa kidogo challenging. Sababu vile tunavyoweka price tunatamani tupande tufikie kwenye hiyo level. Kwa hiyo wateja mwe mnatuelewa, tunawapenda sana, tunatamani kila kitu kiwe perfect. Alafu mimi naamini mtu yote ambaye anapika keki au any baking stuffs ni mtu ambaye anapenda perfection. Yaani watu wengi sana ni perfectionist. Mtu ambaye anapenda vyakula nini anataka kila kitu kiwe on point. Decoration is on point. Kila kitu kiwe on point. Jina na gharama pia. For real. Kitu kingine hapo kwenye keki nimekumbuka, keki ya fondant. Maana kwanza wateja wanatakiwa wafahamu bei ya keki ya fondant na keki ya buttercream ni tofauti. Kwa sababu kuna ile struggle ya kukanda fondant. Ndugu wateja. Yaani kwanza acha ujue siku hizi tumerahisishwa na stand mixer, lakini kuna yule baker ambao hana stand mixer. Kwa hiyo ina maana ile fondant anakanda mwenyewe kwa mkono. Mimi enjoy kukanda fondant kwa mkono na kutumia mixer. I don't know. Sasa ngoja niwachekeshe. Mimi kipindi hicho ninapoanza sasa kujifunza kutengeneza keki za fondant, nilikuwa nina boronga. Sasa nikimpelekea mteja natamani kumwambia mteja don't judge a book by its cover. Aikata ndani tu hiyo. Yaani unajua kikata ukiwa unakula keki ya kwa hiyo bakers yani tuangalie huo muda ambao unatumia kukanda fondant mpaka itoke vizuri, na kuna ule muda kufunikia keki. Umeitengeneza fondant yako vizuri, umefika sasa unafunikia kwenye keki, wanasema inatengeneza ngozi ya tembo. Mara unageuza hivi imekatajika. Kwa hiyo tunapo set price tusisahau kwanza tulitumia muda mrefu kutengeneza fondant. Tukatumia skills za kutosha, maana fondant unajua kuna kwa mfano keki za kitchen party kuna zile carrot, kitunguu, mfinyanzi wa keki sasa, so it takes time. Kwa hiyo unapokuwa unafanya pricing yako usisahau kupigia mahesabu each detail, kwamba nilitumia labda masaa 5 kutengeneza, maana unajua unaweza kufika matano kama hizo keki za kitchen party inafika kabisa. Kwa hiyo usisahau ku note down, labda tena ikiwezekana weka timer ili ujue kama nilianza muda fulani nikamaliza muda fulani, kufunikia keki, kunyoosha ili zionekane vizuri. Kuna wapenzi wa maua ya fondant. Kwa hiyo yale maua ulitumia muda gani, yani hakikisha kila kitu una note down ili usiweze kujipunja wewe. Maana uweze ukai price
keki ya fondant kama ya buttercream ilivyo. Hapana. Yeah. Kuna kozi moja nilienda ya kutengeneza maua. Yale maua yanatakiwa kama keki yako unaideliver kesho, yale maua uyatengeneze uyalaze overnight. Yaani unatengeneza labda kama ni usiku, yanakaa usiku mzima ili yakauke yapate ile structure nzuri na unaweka kesho yake. Imagine sasa keki ya hivyo na ambayo unatumia tu buttercream dakika 15 20 umemaliza. Kwa hiyo lazima pricing itakuwa tofauti. Mtu anaweza kaona keki ya kilo moja ya buttercream, keki ya kilo moja ya fondant, ukamwambia bei tofauti. Hii ukamwambia shilingi 50,000, hii ukamwambia 50,000, anaanza kulalamika. Lakini size moja, lakini size doesn't matter sometimes. Creativity ni tofauti. Kuna zile customized cakes. Mtu anataka keki inafanana na Mickey Mouse. Mtu anataka keki inafanana na Gary. Mtu anataka keki sio inafanana na kiumbe gani anakuletea hujaweza kumuona. Anakwambia mtoto wangu anapenda mdoli, mtengenezee keki ina shape ya mdoli. Au mtengeneze SpongeBob. Ile keki unaweza kukuta kiuhalisia unapika keki ya kilo 2. Alafu unavyoanza kuchonga, unakavu. Inaweza katokea hata nusu, lakini mwanzo unatengeneza kilo 2 na creativity iliyoingia mule. Umakini, umeingia YouTube umetoka, umemuuliza GPT umetoka, umeenda darasani umetoka, umeweka skills zako, yote hivyo inabidi ujilipe. Kwa hiyo inabidi tu mbona kiki kidogo tu kama gari. Na mwingine anakwambia kama umekavu ni pale mabaki. Ile umeichonga iko wapi? Wateja akiamua kuna muda unatufurahisha. Yaani kuna muda yani so funny, lakini ndo utamu wenyewe wa kubake, ndo utamu wenyewe sasa kwa kwenye industry. Kama mimi kipindi naanza baking najiuliza, mbona nachoka hivi lakini siachi. Nachoka, natengeneza nachoka, lakini nasema mbona tamu na wale wengine wanaokuja. Napata tena nasugi nachoka na kuwa hoi. Alafu naanza amna tele kwamba Mungu jamani siletee dada, lakini naendelea kutamani zije hata kama nachoka. Alafu unajua sijui ni nini. Unajua mtu tumezoea, si ni mazoea au ndivyo ilivyo. Huwezi kuremba keki ukiwa umekaa. There's no way. Yaani kusimama, kuinama, yaani ukiwa umekaa kama utakuwa umekaa kuna unaangalia kama keki imenyoka. Lazima tutaamka uiname ufanyaje. Uende utembee kidogo mpaka mwisho wa jiko angalia ipi imenyoka. Bado kuna zile struggle keki imemalizika afu unakuwa una hofu mteja ataipenda. Bado kuna hofu ukipiga picha zile angles. Jamani waga tunahangaika nyinyi. Mpaka unaona kitu kimepigwa picha kimetokea. Kuna struggles ziko nyuma yake. Umenunua board haikai, umeweka background hii kama inakuwa dark na nini. Kwa ni vitu vidogo fulani hivi ambavyo vinaleta umakini, lakini pia vina contribute sana kwenye gharama halisi ya keki mwisho wa siku ikoje. Au hata kama ni bidhaa nyingine yote ambayo ina include baking. Na hii nadhani hata sio kwenye baking, hata bidhaa nyingine zote. Lazima ujue gharama zako halisi za uzalishaji, alafu upate na faida pia, uangalie nini. So bakers, tuongelee kuhusu wateja na bei zao. Jamani, wateja. Mnakujaga na bei zenu, mnatukosha. Yaani unapigwa bang! Unaleta yake mfukoni. Mtu anakutumia picha na pop up hapo. Nataka keki kama hii hapa, nina shilingi 10,000. Keki imerembwa, ina buttercream, ina maua, ina midoli, keki imepanda. Kwa uzoefu wa beka nikiangalia hii keki ni ya kilo 1, alafu naambia una 10,000. How? Where? When? 10,000 mtu mwenyewe anakuwa na bei zake kichwani tayari. Yaani anakuja yeye yaani kashajipimia kila kitu, ameshafanyia hesabu zake, price zake zimeshakaa vizuri. Mimi kuna siku bwana nimepika, mtu kaniambia anataka keki ya nusu kilo, nikampa bei yangu shilingi fulani, akakubali. Hakuwa na shida. Basi nikabake keki kwa vipimo vyangu nikamtumia. Yaani imefika, afu ilikuwa ni usiku. Niko barabarani naenda nyumbani, napigiwa simu. Jamani nilitukanwa. Tunapitia mengi. Tapeli mkuu! Hivi keki nusu kweli? Keki gani keki 15 hii? Unatuzulumu. Nikabaki nashangaa. Niambie niweze kwanza amempigia na namba ngeni. Alafu namsikia wa pembeni kama mshambeni. Pembeni anamjaza maneno Kumbe nikamwambia kwanza nitulia, mara sikio nilideliver keki kama 3. Nikamuuliza keki ipi? Hii ya fulani, kanitajia jina. Nikamwambia kwani kuna shida gani? Inabidi niwe mpole. Akaniambia wewe ni tapeli wewe dada. Hii keki haiwezi kuwa bei hii. Nikamwambia ni ulitegemea vipi? Nikabidi mueleweshe. Inabidi mteja yenyewe mueleweshe. Wewe kama usipande, maana ningepanda tena ingekuwa ni chaos. Nikamwambia hapana, mmeshaila hiyo keki? Hapana. Basi jaribuni kuikata mle kwanza, alafu utaniambia, kwa sababu mimi keki yangu
Ni kweli nakubali katika soko kuna keki za namna hiyo hiyo, size hiyo hiyo kwa bei hiyo mnayohitaji. Lakini quality tofauti. Wale kuna vitu wanaviweka, bakers tunajua vitu vyote tunavyoviwekaga. Mimi siweki. Tunaviwekaga keki inaonekana kubwa kwa gharama ndogo. Sio mbaya, kusisemi kwamba ni mbaya kuweka kulingana na tu na customer base yako iko vipi. Nikamuelewesha akaelewa. Na baada ya kula ile keki akaja akafurahia, akaniambia ni ndogo lakini ni tamu. Tunatamani tuode nyingine, nikamwambia tunaweza mkaoda tu plain. Alafu pia kuna wateja wengine anakuja kabisa, yeye anakwambia alikuwa mteja wako last time. Kwa anakuja tena, jamani nataka tena keki nyingine, nitengenezee kama ile ile ya siku ile, lakini sasa hivi niongezea basi kidogo. Lakini bei yangu ni ile ile. Bei yake ni ile ile. Lakini come to think of it, mimi personally kabla sijawa beka nilikuwa nanunua keki kwa mabeka. And yes, na mimi nilikuwa nasema keki ndogo. Nilikuwa nalalamika, lakini nilipokuja sasa kufanya hiyo business na mimi nikaelewa. So sometimes na understand my customers. Ndio kwa hiyo inakuwa ni sisi kama beka ni kazi yetu sasa sisi kuwaelimisha. Kwa mfano kama keki ya matunda, fruit cake. Yes. Watu wengi wanaipenda kweli, hasa msimu wa Christmas, ile keki ambayo inauza sana. Lakini mteja ukimwambia labda nusu kilo ya fruit cake ambayo haijarembo labda ni 30 au 25 anashangaa. Lakini anasahau yale matunda. Nuts jamani ni bei gani? Na sio ni aina moja ya nuts, no, unanunua mix nyingi. Kuna tende tunajua bei zake. Kuna yani matunda yale yaliyokaushwa. Yani wateja wanasahau kwamba tunaingia gharama kubwa. Yani unaweza kuta yale matunda tu peke yake 10,000 Kwa naona hapo na bado hujatoa la sijui ya unga ya nini. Yes, kwa hiyo wateja wanatakiwa wazingatie sana hivyo vitu. Sio kwamba ukitajiwa bei ni unaumizwa, hapana. Lazima mtu ameshakaa amepiga mahesabu akaona okay like hii ni hivi, na tena fair enough. Naamini mabeka wengi tunapopanga pricing zetu hatuumizi wateja. Yaani sababu mtu anaweka faida yake haizidi hata 40% ili arudi tena siku nyingine. Yes, of course. Unakuta mtu anakwambiaje, yani nina birthday na nimealika watoto wa mtaa mzima au kama 30, lakini nataka keki ya nusu kilo iwatoshe wote. Wanakuja wengi, naomba unitengenezee kubwa kubwa. Nataka keki ya nusu lakini iwe kubwa kubwa. Kuna wale loyal customers, yani either beka mwenyewe aamue okay huyu ni mteja wangu wa kila siku, ngoja nimpe offer. Lakini pia hapo kwenye hiyo tunajisahau sana. Unajua bila tunatabia kujisahau. Kwa sababu last time nilikupa offer, this time nikirudi kwenye the original price na Hiyo sio kweli. Wadi unaogopa sasa tena kusema huyu wewe unamuongezea. Anazoea au amekuomba umshushie bei. Umemwambia shilingi 35, basi nitolee hiyo 5 ukaona hapo tu discuss. Keki inaweza kuwa bargain kweli? Do you think it's fair to bargain keki? Unakuta umepigwa na ukame. Punguze baadhi. Mimi huwa nachofanya kama mteja anataka bargain keki, na mshauri basi usichukue. Kwa mfano mtu anataka keki ya chocolate, na unaonaje ukichukua vanilla kidogo unakuwa na mimi hujaniumiza, au kubadilisha aina ya mapambo. Sababu kuna hizi sticker, kwa mfano mtu anataka birthday keki ya birthday ya mtoto, sticker za kwenda kuprint kufanyaje, anaisawa zile stickers sisi huwa tunapata wapi? Kwa hiyo kama una bagini hata mwaga zile printer hatuna, tunaenda kwa mtu na sisi tunaenda kutoa pesa. Jamani, mmeongea sana kuhusu wateja ambao wanalalamika. Hebu tuwape big up wale wateja wetu ambao anakuja, nataka keki kama hii hapa. Nataka keki kilo ngapi? Kilo 1. Shilingi fulani. Okay. Anatuma. Mwamala umeingia. Wateja kama hao jamani tunawapa big up. Tunawapenda wateja wote, lakini tunaomba na nyinyi wateja wote mtuelewe kwamba sio kama tunawasema mnapenda kupunguzia bei, hapana. Tunajaribu kuonyesha thamani ya kitu ambacho bakers wanakitengeneza, wanainvest muda, wanainvest ujuzi wao. Kwa hiyo tusiumizane sana. Kuna kitu kinaitwa customer psychology. Nadhani kama wewe ni baker unakuwa umeshajifunza. Kuna mteja akija kukuchatisha tu SMS ya kwanza ya pili unasema huyu sio mteja. Alafu wale wateja ambao wanakuchatisha sana lazima mwisho siku za complain. Ikitokea hiyo order ilifanikiwa, just know ile keki ikifika kuna labda ilikuwa na kitu fulani na kitu fulani, yani lazima tu kuna complain. Lakini wote tunawapenda kwa sababu tunajifunza kutoka kwenu, tunajifunza kutoka kwetu. Na sisi pia ni wateja wenu. Unakuta mteja wako naye anauza nguo, anauza viatu, anauza nini. Kwa hiyo sisi tunafanyana uteja. Yani wewe ni mteja wa sehemu nyingine pia. Kwa hiyo
all in all hizo ni changamoto tu ambazo tunakutana nazo, lakini safari ni inanoga. Yaani hivyo vitu ndio vinanogesha sasa safari yenyewe. Na yaani. tunapenda kazi yetu, ndio maana tunaendelea kuifanya. Kabisa, Yeah. kabisa. So kuna wale wateja wengine wanakwambia nipe keki yako bure afu nitakufanyia exposure. Yaani kwamba nitakutafutia wateja. Yeah. Umeposti keki hapo, jipatie keki kwenye plain cake zinapatikana, book place ya order now. Anakwambia nipe basi moja nitakuletea wateja 5. Anakwambia mimi familia yangu ni kubwa afu kuna masherehe. Nikionja tu na nikaonjesha wengine. Watakuja watamiminika, au mimi ni mwenyekiti wa nini chama gani huko, sio kanisani, sio msikitini, yani au kuna wale ma celebrities au influencers. Jamani, I'm sorry, kuna influencer mmoja aliniapproach, anasema na basi nataka nitengeneze keki ya ngazi moja, lakini nitakutag, nikipost nitakutag. Yaani samani mtengenezee bure. Yeah. Alafu atanitag. Yaani nikishamtengenezea kiposti atanitag. Kule kunitag ndo malipo. Jamani tulipeni tu kwa sababu Alija angekwambia hata half. Yaani akupe nusu, nyingine akupe exposure, yaani mimi ningekuwa nataka kunanilii kuwa influenced na wao celebrity au influencer, ningeenda kumapproach, tungekubaliana terms gani tunani, lakini nafanya biashara, unakuja unasema nikupe product yangu bure ya malipo ya kutagiana. I say hapana. Mtu mwingine anaweza akataga alafu sijui akahide au akakosea afu isinifikie mimi. Kwa kweli sio malipo. Malipo tunataka tujue thamani yetu. Ujue thamani yako, lakini pia usiendeende tu hivyo kizembezembe, hiyo ya kulipwa kwa maneno, kulipwa kwa kuambiwa kupostiwa, nitakuletea wateja, mimi ni maarufu, mimi nini. Okay, na hapo kwenye kujua thamani yako tuweze kuongezea, bakers wasisahau kama hii kazi tunaoifanya unatumia muda wako, unawekeza muda wako mkubwa sana hapo. Yeah, kwa hiyo hakikisha unajua thamani yako kwamba unatumia muda mwingi. Kwa hiyo jali kazi yako, price kazi yako kutokana na vitu ulivyofanya. Umetumia muda mrefu kubake, kuremba, kudeliver, tunapitia changamoto nyingi. Kwa hiyo baker usisahau kujua thamani yako ya namna hiyo. Kabisa. Dear bakers, hapa kuna ka challenge kidogo. Hapa kuna cupcakes 4 zenye flavor 4 tofauti. Challenge ni tunataka kujua kweli wewe ni baker ama unababia. Unachukua cupcake moja of your choice, utaingata, utaitest whether utatumia harufu, pua, mdomo, chochote. Then utatuambia ni flavor gani imetumika. Let's start by Lolo. Hey. Taratibu hapo tuone yaliyomo yamo. Nanukia. From a distance. Ushajua au mpaka ule? Huyu anatutisha. Sidhani kama ameshajua. Anataka tuale, kashajua anataka tuale. Okay. Coconut. Are you sure? Naomba nikonfirm. Ngoja kidogo. Wewe unajua eh? Okay. Wait. Ngoja tena ya mwisho. Wapenda kiki tajua. Unataka kweli kujua flavor au unataka tu kuendelea kuila? Sio coconut. Ina milk. Ina milk flavor kidogo. Na vanilla. Kwa hiyo ni nini sasa It's vanilla and milk. Vanilla and milk. Yeah. Mbona umeshift sana from coconut to Mwanzoni nilipoanza kwa nasikia yes. Cocoa milk. Cocoa milk. So kuna vanilla and milk, cocoa milk. Jibu utapata baadaye. Kwa aliyetengeneza keki atatuambia. Okay? Mbona umeruka? Kuna kitu unakitafuta eh? Kuna karanga amenivutia huko. Okay. What's that? Strawberry. Well, definitely kwamba strawberry. Yeah. Au rangi ya pinki. But wait. Ndio maana niliwaia hiyo ile nisipate changamoto. No, it's not strawberry. I think it's just the color. No, blueberry. Au Mr. Fruit. Strawberry. Kwa Mr. Strawberry.
Okay. No. Let me test. Let me go for pink. Lemon. Okay. It's a lemon. Mm. Can you feel the lemon? Hii naona hamjababaika kabisa. It's lemon. So according to the baker, Mhm. alinipa siri, aliniibia siri kidogo. Nasema hii hapa ilikuwa ni vanilla and not coconut or cocoa milk. Yeah, it's vanilla. Definitely ilikuwa ni strawberry, kwa hiyo usually belongs to the kitchen. And this yani is wide and open is lemon. Yeah. Hivi wewe mpenzi mlaji wa keki au beka, wewe unapenda flavor gani ya keki kwenye keki zako? Kati ya hizi tulizozitaja au ambazo hata hazipo, tuandikie hapo kwenye comments below, wewe unapenda flavor gani ya keki. Tujue ni flavor gani pendwa itawin. Unayo chance ya kuwin keki ya bure kabisa ukiwa una guess flavors ambazo tumetengeneza. Lakini pia best flavor ambayo tunajua inapendwa na wengi zaidi, tutakuwa tunatoa giveaways kila baada ya muda fulani. Karibu sana Baker's Talk. Pia Beka, sasa utajuaje sasa huu ndio wakati sahihi kuanza sasa kupandisha bei? Umeshajua namna gani ulikuwa unakosea kwenye price, kwenye nini, alafu umejitathmini, umeona ulikuwa una undercharge au una bei yako haiko katika hali ya soko, au gharama zako unajikuta unapata hasara. Ni namna gani utajua sasa this is the right time ya mimi kupandisha bei? Kwanza uangalie skills ambazo ulizonazo. Kama umejifunza vitu konki venyewe vile, skills zako zimekuwa, sio bata cream ya kitana peke yake, unaweza kuweka madoido mengine, unaweza kuweka isomalt, unaweza kuweka vitu gani. That's the perfect time kwamba umeupgrade skills zako, uupgrade na bei zako. Lakini pia uangalie soko linakwendaje. Vitu vinapanda bei sana siku hizi. Leo umenunua sukari shilingi 3 kilo, ukienda next week shilingi 4. Kwa hiyo unaangalia na gharama zako zinazozidi kupanda na wewe unapandisha bei. Lakini kitu kingine pia unaweza uangalie soko lako na wateja liko vipi. Ikimaanisha ya kwamba ukiwa una duka la keki Masaki na mwenye duka la keki Tandale, lazima price zenu zitakuwa zinatofautiana kwa sababu ya wateja unaodeal nao. Wateja wa Masaki wako classic maybe na vipato vyao pia ni vya juu. Lakini wateja wa Tandale vipato vyao ni vya kati hadi vya chini. Kwa hiyo utakuwa uangalie wateja wako unaodeal nao wanaweza kuafford. Yaani ile dhana ya kwamba keki ya kilo moja mtu akiiona au ya nusu kilo na ile pesa anayolipa wanasema value for money, anaona kweli value iliyoingia pale ni sawa sawa. Kwa hiyo this is the right time ya mimi kupandisha bei. Dear Baker, you are not overpricing, you're building your future. So dear bakers, kwa leo tumefikia mwisho wa episode yetu hii ya 3 ya Baker's Talk. Tunaamini mtakuwa mmefurahia na pia mmejifunza mengi. Wateja wetu wapendwa, tunaamini kwamba mtakuwa mmeelewa kwa nini tunaweka bei zetu kama tulivyojielezea leo katika episode yetu hii. Tunaomba muende mkawatag mabakers wenu wapendwa mnaowapenda, mnaende mkawatag kwenye mitandao yetu ya kijamii kama Baker's Talk, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Pia feel free kuachia maoni yenu kwenye comment section katika mitandao yetu ya kijamii. Let's all grow our baking business together. Baker's Talk, Bake your wealth. Bye. See you next time.